Zawadi si mtu ambaye unaweza kumwelezea kwa sentensi moja tu. Ni rafiki yangu, lakini pia ni somo la maisha ambalo sitasahau kamwe. Nilimjua Zawadi wakati ambapo maisha yalikuwa bado yanaonekana kama mchezo tu. Hakuna aliyekuwa na mipango thabiti. Hakuna aliyekuwa na haraka ya kujifunga kwenye ndoa au majukumu makubwa. Tulikuwa tu tunatafuta raha, pesa kidogo na uhuru wa kufanya chochote tulichotaka. Na kama kuna mtu aliyekuwa anaamini katika maisha ya uhuru kuliko sisi wote, basi huyo mtu alikuwa Zawadi. Alikuwa mzuri, si ule uzuri wa kawaida. La, alikuwa na ile aura ya kuvutia watu bila hata kujaribu. Lakini kilichomtofautisha zaidi ni akili yake. Alijua anataka nini na hakutaka kitu kinachomfunga. Mimi sitaki ndoa, aliniambia siku moja tukiwa tumekaa chini tukikunywa chai. Ndoa ni kama kifungo, unajipoteza tu. Nilimcheka kidogo nikidhani anatania, lakini hakutabasamu. Mimi nataka pesa, maisha mazuri, sio mtoto, sio majukumu. Aliendelea, na kwa muda mrefu aliishi hivyo. Alikuwa na wanaume hapa na pale, lakini hakuna aliyedumu. Mpaka siku moja alikutana na yule mwanaume. Yule mwanaume, hata mimi nilipomwona kwa mara ya kwanza, nilielewa kwa nini Zawadi alibadilika. Alikuwa mrefu, mwenye haiba, na alikuwa na pesa, pesa za kweli. Sio zile za kujionyesha, bali zile zinazokuonyesha maisha mengine kabisa. Alikuwa na biashara, magari na zaidi ya yote, alikuwa mtu mpole. Aina ya mwanaume anayekufanya ujisikie salama. Zawadi aliniita siku moja akiwa na furaha ambayo sijawahi kumwona nayo. Nimekutana na mtu, alisema. Nilijua mara moja, sauti yake ilikuwa tofauti. Sawa, na hii ni tofauti vipi na wengine? Mimi nikamuuliza tu hivyo. Alinyamaza kidogo kisha akasema, huyu anaweza kunipa maisha ninayoyataka. Nilimwangalia kwa makini. Nilijua Zawadi, hakuwa anaongea kuhusu mapenzi. Hivi kweli unampenda? Nilimuuliza. Alitabasamu kidogo. Ile tabasamu yake ya kujilinda. Sio lazima, atanipa kila kitu. So kwake, mapenzi haikuwa lazima. Na hapo ndipo kila kitu kilianza. Walikaa pamoja muda mfupi sana kabla ya mwanaume huyo kumchumbia. Nilishangaa, lakini sikushangaa sana. Zawadi alikuwa na uwezo wa kumfanya mwanaume ajisikie kama amepata kila kitu. Lakini nilipojaribu kumkumbusha kila alichokuwa anaamini zamani, alinikatiza. Sitaki kupoteza hii nafasi, alisema. Nitaingia tu kwenye ndoa, nione itakavyokuwa. Na hivyo ndivyo alivyoingia kwenye ndoa. Sio kwa mapenzi, bali tu kwa faida ya utajiri wa mtu wake. Mwanzoni, kila kitu kilikuwa kama ndoto. Nyumba kubwa, safari, pesa. Zawadi alikuwa anaishi maisha aliyokuwa anaota. Kila kitu kilikuwa kinamwendea sawa. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho hakukitarajia. Mtoto. Mume wake alianza kuzungumzia mtoto mara kwa mara. Kwa upole, kwa mapenzi tu, hakumlazimisha, lakini ilikuwa wazi. Alitamani familia kamili. Zawadi alinipigia simu siku moja usiku. Anataka mtoto, alisema kwa sauti ya chini. Nilimnyamazia kidogo. Na wewe je? Sitaki, alisema moja kwa moja. Lakini sitaki pia kumpoteza huo jamaa. Hapo ndipo nilihisi kitu hakiko sawa. Zawadi, hii sio kitu cha kuchezea. Nilimwambia, mtoto sio mchezo. Alinyamaza kisha akasema, nitaenda tu na hali. Si lazima niwe mama kabisa. Mimi sikupenda hiyo kauli, lakini maisha hayangoji mtu kubadilisha mawazo. Miezi michache baadaye, alinipigia simu tena. Safari hii, sauti yake ilikuwa tofauti. Imechanganyika kati ya mshangao na hofu. Nina mimba. Nilikaa kimya. Anasherehekea, aliendelea kusema. Hajawahi kuwa na furaha hivi. Ananipa pesa, Zawadi,
kila kitu ninachotaka. Nilihisi uchungu moyoni, sio kwa sababu ya mwanaume, bali kwa sababu ya mtoto ambaye bado hajazaliwa. Na wewe, unajisikia aje? Nilimuuliza tu pole pole. Hakujibu mara moja. Kama niko kwenye kitu ambacho sikupanga, alisema mwishowe. Lakini hakutoa mimba. Kwa sababu moja tu, maisha aliyokuwa anaishi yalikuwa mazuri sana kuacha. Na hivyo, miezi ilisonga. Siku ya kujifungua ilifika. Nilikuwa pale hospitalini. Nakumbuka vizuri ile siku. Zawadi alikuwa amechoka. Lakini mtoto alipolia kwa mara ya kwanza, kila mtu alitabasamu. Mtoto alikuwa mzuri sana. Alifanana kabisa na baba yake. Lakini nilipomwangalia Zawadi, sikuona ile furaha ya mama. Niliona mtu aliyekuwa ameingia kwenye jukumu ambalo hakuwahi kulitaka. Siku zilipita. Mwanzoni, kila kitu kilionekana sawa. Lakini kadri muda ulivyokwenda, nilianza kuona mabadiliko. Zawadi alianza kuwa mbali na mtoto. Alimwacha kwa yaya mara nyingi. Aliepuka kumshika, hata kumwangalia tu. Na kisha, siku moja, kila kitu kilibadilika. Mume wake alipotea. Hakuna aliyewahi kuelewa kilichotokea. Hakukuwa na taarifa kamili. Ni kama alitoweka tu. Zawadi aliachwa peke yake. Na hapo ndipo ukweli wake ulianza kujitokeza. Alinipigia simu usiku mmoja akilia. Haki sijui nifanye nini, alisema. Siko tayari kwa hii maisha kabisa. Siko tayari kuwa mama. Nilijaribu kumtuliza, kumwambia ataweza. Lakini ndani yangu nilijua Zawadi hakuwa tayari. Siku chache baadaye alinipigia simu tena. Lakini safari hii sauti yake ilikuwa tulivu sana. Tena ya kutisha. Nimemaliza kila kitu. Alisema. Manake nini? Mimi nikamuuliza tu hivyo. Moyo wangu ukianza kudunda. Kulikuwa na ukimya mfupi. Kisha, kule usiku. Nilimpeleka mtoni. Mwili wangu ulipata baridi. Zawadi, unasema nini? Nimemtupa mtoto, alisema kwa utulivu wa ajabu. Mimi sikumhitaji. Na mwenye alimhitaji, ameshatoweka. Sikumbuki nilisema nini baada ya hapo. Kile nilichohisi, hakiwezi kuelezwa kwa maneno. Nilijua rafiki yangu. Lakini siku ile, nilimwona mgeni. Miaka ilipita. Tulipoteza mawasiliano kwa muda mrefu. Kila mmoja aliendelea na maisha yake. Lakini ile siku, haikuwahi kunitoka akilini mimi. Mpaka siku moja, nilisikia habari. Kulikuwa na daktari mmoja maarufu sana. Mtaalamu wa upasuaji wa wanawake. Alikuwa akijulikana duniani kote kwa kazi yake. Watu walikuwa wanamzungumzia kila mahali. Na kitu kilichonishangaza zaidi ilikuwa hadithi yake. Alipatikana akiwa mtoto mchanga kando ya mto, akiwa hai kimiujiza. Alikuwa ameokolewa na wanandoa waliokuwa wamekosa mtoto kwa miaka mingi. Walimlea kama wao, walimpenda na wakampa kila kitu alichohitaji. Na mtoto huyo alikuwa anakuwa mtu mkubwa. Siku moja, nilikutana tena na rafiki yangu Zawadi. Alikuwa amechoka, maisha hayakuwa yale aliyotarajia. Nahitaji upasuaji, aliniambia. Utaenda wapi? Nilimuuliza. Alinitajia jina la hospitali na jina la daktari. Moyo wangu uliruka, nilijua. Lakini sikusema kitu. Siku ya upasuaji ilipofika, nilikuwa naye na pale ndipo kila kitu kilifunguka. Zawadi alipomwona yule daktari kwa mara ya kwanza, alinyamaza tu. Kulikuwa na kitu cha ajabu kati yao. Baada ya siku kadhaa, alianza kufanya uchunguzi wake na kweli ulipotoka, alianguka. Ni yeye, aliniambia kwa sauti ya kutetemeka. Ni mwanangu, nilimwangalia, machozi yakinitoka. Maisha yana njia ya ajabu ya kurudisha mambo. Zawadi aliomba kukutana naye. Alipopewa nafasi, aliingia chumbani kwake akiwa na hofu, majuto tena na aibu mingi. Samahani,
Ndiyo maneno ya kwanza aliyosema. Alisimulia kila kitu, hakujificha. Na yule daktari alimsikiliza tu. Hakukasirika, hakupiga kelele. Alitabasamu kwa upole. Nilikuwa na wazazi. Alisema kwa utulivu. Walionipenda, walinionyesha maana ya familia. Zawadi alianza kulia. Na wewe? Aliuliza kwa sauti dhaifu. Daktari alimtazama kwa upole. Sina chuki na wewe, alisema. Lakini upendo nilishapata. Zawadi alianguka kwa machozi. Na hapo ndipo nilielewa. Kwamba wakati mwingine, unapoacha kitu, maisha yanakupa nafasi ya kuona kile ulichopoteza. Lakini siyo kila wakati unapewa nafasi ya kukirudisha. Hii ni hadithi ya rafiki yangu Zawadi. Na kama kuna somo moja nilijifunza, ni kwamba maisha siyo tu kuhusu kile unachotaka. Ni kuhusu kile unachochagua kufanya na matokeo yake. Kwa sababu kuna maamuzi ambayo unaweza kusahau, lakini hayatakusahau kamwe.